Welcome to this program called Begin with God. Karibu katika kipindi hiki kinachoitwa Anza na Mungu. Friends, we're coming to you with our teachings concerning predestination. Rafiki, tunakuja kwenye mafundisho yetu yanayohusiana na hatima. And I pray that God will open up your eyes and your heart, Na ninaomba ya kwamba Mungu afungue moyo wako that you may understand this topic. ili uweze kuelewa mada hii. This is such an important topic to your life. Hii ni mada muhimu sana katika maisha yako. It will change your entire thinking. Itabadilisha uelewa wako It wote. will make you seek God more than ever. Itakufanya umtafute Mungu kuliko kawaida. Why? Kwa nini? Because before the foundation of this world, Kwa sababu kabla ya misingi ya dunia hii, God chose you. Mungu alikwisha kukuchagua. That's it. Hiyo ndivyo ilivyo. Open your Bible to the book of Ephesians. Fungua Biblia katika kitabu cha Waefeso. And we're going to read chapter 1, verse 3. Waefeso 1 mstari wa 3. It says this: ambayo inasema, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. This word says past tense. Hili neno linazungumzia wakati uliopita. Who has blessed us Aliyetubariki with all spiritual blessings kwa baraka zote za rohoni in heavenly places in Christ Jesus. katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. You got to understand that. Inabidi uelewe hilo. You and me have already been blessed. Wewe na mimi tumekwisha kubarikiwa. You have been, if you know that you have been called by God, Kama unajua ya kwamba umeitwa na Mungu, if you know what was the plan of God before the foundation of this world. kama unajua mpango wa Mungu ulikuwa ni upi kabla misingi ya dunia Verse hii. 4 says, Mstari wa 4 unasema, according as he has chosen us in him kama vile alivyotuchagua katika yeye before the foundation of the world, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, that we should be holy and blameless before him in love. ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. So I was chosen before the foundation of this world. Kwa hiyo nimechaguliwa kabla ya misingi ya dunia hii. And before, when I was chosen, Nilipochaguliwa, it was written in heaven what I was chosen to do. ilikwisha andikwa mbinguni ninachaguliwa kwa ajili ya kufanya nini. That's why it says, Ndio maana inasema that blessed be the God of our Father, of our Lord Jesus Christ, kwamba Verse atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, who has blessed us. aliyetubariki. So he says he has blessed us already, Anasema tayari alikwisha kutubariki. because what he said about me is already written. Kwa sababu alichokisema juu yangu In kilishaandikwa. God's mind is past tense. Katika mawazo ya Mungu hilo limepita. It won't change it. Halibadiliki. He says he has blessed us with all spiritual blessings. Anasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. The only problem is Tatizo pekee ni it's kwamba in heavenly places. hii ipo katika ulimwengu wa roho, It is not on earth here, sio hapa duniani. but it's already done in heavenly places. Imekwisha kufanyika katika ulimwengu wa roho. Why? Kwa nini? Because God had chosen us before the foundation of this Kwa world. sababu Mungu alikwisha kutuchagua kabla ya misingi ya dunia hii. In Galatians chapter 1 Katika kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza, and verse 11, Wagalatia 1:11, I want us to read this. nataka tusome hiyo. It says, but I certify you, brethren, Inasema, kwa maana ndugu zangu, the gospel which was preached of me is not after men. injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu, For I neither received it of men, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, neither was I taught it, wala sikufundishwa, but by the revelation of Jesus Christ. wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Verse 13. Mstari wa 13, For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion, maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, how that beyond measure I persecuted the church and wasted it. kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi nikaliharibu. Verse 14. Mstari wa 14, And profited in the Jewish religion above all my equals in my own nation, nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu, being more exceeding zealous after the traditions of my fathers. kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu. Now, this is Paul explaining his position, Huyu ni Paulo, alikuwa anaelezea nafasi yake. that how he got this revelation. Sasa kuhusiana na huo It ufunuo was nothing to do with men. ni kwamba haikuhusiana na mwanadamu, He was not taught of it, ilikuwa nje, wala hakufundishwa, but God gave him revelation. ila Mungu alimpa ufunuo huo. Now in verse 15 says, Katika mstari wa 15 anasema, but it pleased God who had separated me from my mother's womb and called me by his grace. lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. So Paul is bringing a revelation Kwa Paulo analeta ufunuo of the predestination
wa hatima ya kabla. That means God called him and chose him before even he entered his mother's womb. Maana yake ni kwamba Mungu alikwisha kumuita na kumchagua kabla hata ya kuingia tumboni kwa So mama there yake. is your history before. Kwa hiyo historia yako ipo kabla. Not now. Sio sasa hivi. It's already done. It's already written. Historia yako ilikwisha kufanyika ikaandikwa. And that is why Ndio maana we are blessed with all spiritual blessings. tunabarikiwa kwa baraka zote za rohoni. The blessing is, we are already blessed. Tayari tumeshabarikiwa. But it's in heavenly places. Lakini baraka hizo zipo katika ulimwengu wa It's not roho. on this earth. Haziko hapa duniani. And that is why Ndio maana when we said tunaposema there are things that Satan is going to block us with. kwamba kuna vitu ambavyo ibilisi atakwenda kutuziba navyo. What is that one thing I've been teaching you about? Kitu gani ambacho nimekuwa Last nikifundisha week, wiki I iliyopita? said to you, Nikakwambia pray. maombi. Why did the disciples ask Jesus to teach us to pray? Ni kwa nini wafuasi walimuomba Yesu awafundishe kuomba? Because they didn't know how to pray. Kwa sababu walikuwa hawajui They had kuomba. no idea that their blessings were written up in heaven. Hawakujua ya kwamba baraka zao zimekwisha kuandikwa They had no mbinguni. idea. Hawakujua. Because Kwa sababu they were going after the traditions of men. wao walikuwa wanakwenda kufuata mapokeo ya They knew wanadamu. only the high priest could pray for them. Walijua kuhani mkuu ndio anayetakiwa They kuwaombea. had no idea what to pray and how to pray. Hawakujua waombe nini na waombeje. They were only waiting for the high priest to do whatever the high priest told them they did. Wao walisubiri kuhani mkuu awaambie nini cha kufanya ili wafanye. Fast today, don't fast today. Leo fungeni au leo msifunge. This is what was happening in the traditions. Ndicho kilichokuwa kinatokea katika desturi. And that is why Na ndio maana they were in darkness. wakawa katika giza. And now they said, Jesus, teach us how to pray. Sasa wanamwambia Yesu tufundishe namna ya kuomba. And I said, Nikakwambia in the book of Matthew chapter 6, katika kitabu cha chapter 6, Mathayo 6, verse 9 and 10, Mathayo 6 tunaangalia mstari wa 9 na wa 10. how are we praying today? Tunaombaje leo? Most of the people are praying Watu wengi wanaomba because they see the problems they face. kwa sababu wanaona matatizo They're yanayowakabili. praying according to what they desire. Wanaomba kulingana na matamanio yao. And most of our desires are wrong desires. Na matamanio mengi yanakuwaga tofauti And that mabaya. is why we don't get answers to our Ndio prayer. maana unakuta hatupati majibu ya maombi So yetu. he says, pray from heaven's Kwa perspective, hiyo anasema ombeni kwa mtazamo wa mbinguni, not your perspective. sio mtazamo wenu. And so many of us are hurt today Na wengi wetu tunaumia leo because we prayed in the way we wanted, what we desired. kwa sababu tunaomba kwa namna ambayo And we tunatamani. say, God, you said you ask and you shall receive. Alafu unamwambia Mungu, ulisema ulituambia ombeni mtapata. Or I shall give you the desires of your heart. Unasema Mungu ulituambia utatupatia haja za mioyo yetu. No. Hapana. We go against the scripture. Tunakwenda kinyume na maandiko. He didn't say ask and you shall receive. Hakusema omba That you can utapata, ask anything. kwamba uombe chochote. No. Hapana. You got to ask Inabidi uombe according to heaven's perspective. kwa kadiri ya mtazamo wa mbinguni. What is heaven saying? Je, mbingu zinasema nini? When you understand what is heaven saying, Unapoelewa kinachosemwa na mbingu, then you can ask. basi utaomba. Otherwise, you have no right to ask anything. Vinginevyo huna haki ya kuomba chochote. And this is where we have failed. Ndipo hapo tuliposhindwa. Most of the people are just saying, God said ask. Watu wengi wanasema Mungu alisema ombeni, Oh, if you ask anything in my name, I'll do it. au kwamba ninaomba chochote kwa jina, alisema ombeni kwa lolote kwa jina langu nitafanya. No, my friends. Hapana rafiki zangu. Everything has its principles. Kila kitu kina kanuni zake. And we got to understand the principles of heaven. Sasa inabidi tuzielewe kanuni za When mbinguni. you understand what is written about you in heaven, Ukishaelewa kilichoandikwa kuhusiana na wewe then you mbinguni, have the right to ask. basi unayo haki ya kuomba. Whatever you've seen, what is written for you in heaven, Chochote unachoona kimeandikwa kuhusiana na wewe he mbinguni, said ask. anasema And if hicho you omba. ask in my name, I'll do it. Ukiomba kwa jina langu nitafanya. So people just have gone against this scripture Sasa wengi wameenda kinyume na andiko because they hili do not know kwa sababu hawajui that what was ordained for them right before the foundation of the world, ya kwamba kile kilichoandikwa kwa ajili yao kabla ya before they misingi ya could dunia enter hii, into their mother's womb. kabla ya kuingia katika matumbo ya mama zao. That is why we are struggling with our problems with our family members. Ndio maana unakuta tunahangaika na matatizo ndani ya familia zetu. That is why we have a wrong concept because of our traditions. Ndio maana tuna mtazamo tofauti kwa sababu ya mila. Who would know Nani angejua that we have a right to the praise that God has ordained for us in heaven? ya kwamba sisi tunayo haki katika maeneo ambayo Mungu ametuitia mbinguni? He has already said it. Tayari ameshakutenga, But because we don't know, lakini kwa sababu hatujui, we only bring our desires. tunaomba kwa matamanio We say, yetu. God, you said. Nasema Mungu He ulisema, said, ask and you shall receive. ulisema ombeni He mtapata. said, you give us our daily bread. Ukasema umetuambia
tuseme tupe mkate wetu wa kila siku, But we don't know. lakini hatujui The moment we understand the precepts of heaven, ya kwamba mara tu tutakapoelewa mtazamo wa mbinguni, how is heaven looking at me? je, mbingu inanitazamaje? And that is why Na ndio maana God wants our eyes of our understanding to be enlightened. Mungu anataka macho yetu ya uelewa yatiwe nuru. When our eyes are enlightened, Macho yetu yakitiwa nuru, then we can see. basi tutaona. And when we see, Tunapoona, what happens? nini kinatokea? Things just come around. Vitu vitakuja. Amen. Amen. So it says in verse 6, Katika mstari wa 6 Nine, verse 9. katika mstari wa 9 it anasema, says, after this manner, therefore you pray. basi ninyi salini hivi. So there is a manner of how we should pray. Kwa hiyo kumbe kuna namna ya kuomba, Not just pray. sio kuomba tu. This is how we should pray. This is the manner. Hivi ndivyo inavyotakiwa tuombe kwa You know, mtazamo huu. when you go on to anyone's house, Unapoenda katika nyumba ya mtu yoyote, there are manners in that house. kunakuwa na mtindo au namna ya maisha katika hiyo nyumba. When you go and they call you for dinner, Wanapokuita kwa ajili ya chakula cha there is usiku, no who is supposed to sit where on the table. wanajua nani anatakiwa kae wapi mezani. You just cannot go and sit anywhere. Huwezi ukajiendea tu na kukaa It's popote. called manners. Sasa huo unaitwa ni utaratibu. And so also, Na hivyo pia, even if you want to pray, hata unapotaka kuomba, there are manners, kuna namna yake. and we have to follow it. Sasa inabidi kufuata. And so it says here, Kwa hapa anasema, remember I said to you, kumbuka nilikwambia, we are blessed with every spiritual blessings. tumebarikiwa kwa baraka zote. Already, we have already Tayari been tulikwisha blessed. kubarikiwa. It's already written Imeandikwa that I am blessed ya kwamba with nimebarikiwa every spiritual blessing. kwa baraka zote za rohoni. But where are those spiritual blessings? Lakini je, hizo baraka za rohoni ziko wapi? It's in heavenly places. Zipo katika ulimwengu wa roho. So here he says, Kwa hiyo hapa anasema, our Father Baba yetu which art in heaven. uliye mbinguni. So Kwa hiyo my prayer maombi yangu has to understand I'm talking to the Father which is in heaven. inabidi yaelewe ya kwamba ninaongea na Baba yangu I am mbinguni. not praying to any ordinary person. Siombi kwa mtu wa kawaida, I'm not trying to pray. wala sijaribu I kuomba. know that I'm addressing my Father which is in heaven. Ninajua wazi kabisa kwamba ninamwelekea Baba yangu Why? mbinguni. Because I know my Father has written things about me. Ni kwa nini? Ni kwa kuwa ninajua kwamba Mungu ameandika vitu kuhusiana na I mimi. know He desires me to do this a particular project for Him. Ninajua kwamba Mungu anatamani niweze kufanya kitu hiki kwa ajili yake. And because I know, Kwa sababu ninajua, I can pray. basi ninaweza But nikaomba. because I do not know, Lakini kwa sababu sijui, we all pray whatever we want to pray. basi tunajiombea tu, And that is why na ndio maana there's so many hurts in people's hearts. kuna maumivu mengi katika They're maisha ya saying, mioyo oh, ya watu. I prayed for so many years, nothing happened. Anasema nimeomba kwa miaka mingi hamna I've been going to kilichotokea. church for so many years, nothing happens. Miaka mingi ninakwenda kanisani I've hakuna been going to lolote. mosque and nothing has happened. Msikitini nimeenda miaka yote hakuna Let me tell lolote. you the truth Acha today. nikwambie ukweli leo. You need to, your eyes of your understanding need to be enlightened. Ni kwamba macho yako inabidi yatiwe nuru. This is what Paul is saying. Hiki ndicho Paulo anachosema. I was the best person in the Jewish community. Anasema kwamba mimi nilikuwa mtu bora katika jumuiya ya I had Kiyahudi. the highest degrees in the religion. Nilikuwa na kiwango bora cha elimu katika dini. I knew everything that was to do with the Jewish religion. Nilikuwa najua yote yanayohusiana na dini ya Kiyahudi. But I had no idea Lakini sikujua what was there in heaven for me. kilichokuwa mbinguni kwa ajili yangu. It was not, I didn't get it because I studied. Sio kwamba nilipata haya kwa kuwa nimesoma, I got it through revelation. ila niliyapata kupitia Now the ufunuo. word revelation, Sasa neno ufunuo what is it? nini maana yake? It's something revealed. Ni kwamba ni kitu ambacho It's kimefunuliwa. there, Kipo, but I had no idea. lakini sikujua. But now, Lakini sasa my eyes have been opened to see. macho yangu yamefunuliwa ili The nione. veil has been removed. Pazia limeondolewa. Now remember in the Old Testament, Sasa katika Agano la Kale, kumbuka, before the children of Israel, the high priest could go into the Holy of All Holies, kabla ya kuhani mkuu kwenda katika there patakatifu was a patakatifu, thick veil kulikuwa na pazia zito that was separating them from the holy place to the Holy of All Holies. ambalo lilikuwa linatenganisha patakatifu na patakatifu pa Till patakatifu. today, that veil is upon our lives. Mpaka leo hii pazia lile lipo. That is why we can't see. Ndio maana tunaweza That kuona. is why we cannot see the Holy of All Ndio maana Holies. hatuwezi tukapaona patakatifu. We cannot see the plan of God. Hatuoni mpango wa Mungu. And so we want to come
compete with brothers and sisters. Sasa unakuta tunashindana wenyewe kwa wenyewe. And that's when we have all the pain in our hearts. Hapo ndipo tunakuwa na maumivu yote katika But mioyo the yetu. moment your eyes of your understanding are enlightened, Lakini mara tu moyo wako utakapofunuliwa macho yako, you will not bother what people say. ni kwamba hutajali watu You wanasema won't wonder nini. what they're talking about you. Hutajali watu wanasema nini. Or you won't ask what have they said about you. Wala hutauliza kwa mtu nini wanazungumzia nini. Kwa nini? Because you know the will of your Kwa Father. sababu wewe unayajua mapenzi ya And Mungu. you are focused to do what your Father wants you to do. Na wewe umelenga katika kufanya kila And you ambacho know Mungu what Baba God anataka wants you ufanye. to do. Na kile Mungu anachotaka ufanye, You know He's prepared the provision for it. unajua amekwisha andaa zana za kufanyia He hiyo knows kazi. how to do it. Anajua utafanyaje. Amen. Amen. So today, Kwa hiyo leo I'm showing you this. ninakuonyesha hilo. There's a manner of how we to pray. Kuna namna inayotakiwa ili tuombe. When we pray, we say, Our Father which art in heaven. Tunapoomba tunatakiwa tuseme Baba yetu uliye mbinguni. Why are we saying Our Father who art in heaven? Kwa nini tunasema Baba yetu uliye It's mbinguni? because Ni kwa sababu that's where all the spiritual blessings are set. ni kwa sababu hapo ndipo baraka zote za rohoni I zimewekwa. told you everything is spiritual first. Nimekwambia hivi, kila kitu kinaanzia rohoni. If it's something that you cannot see in the natural, Ni kitu ambacho hukioni katika hali ya but kawaida, in the spiritual it is there. lakini rohoni kipo pale. You know it's written about you. Unajua imeandikwa kwa ajili yako. Although in the natural it's not yet manifested. Japokuwa katika hali halisi haijadhihirishwa God bado. told Abraham, you're going to be a father of many nations. Mungu akamwambia Ibrahimu, utakuwa baba wa mataifa It mengi. was written, God could not change it. Ilikuwa imeandikwa na Mungu asingebadilisha. But Abraham could not see. Lakini kwa wakati ule Ibrahimu hakuona. He said, no, I don't have children. Akasema sina The mtoto. person that is in my house is not my heir. Huyu aliyopo nyumbani kwangu si mrithi wangu. The slave Huyu mtumwa aliyoko ndani is yangu not my heir. sio mrithi wangu. He went in the natural and got hold of Hagar. Kwa hiyo alienda kwa katika hali ya kimwili akakutana na Hajar. And what happened? Nini He kikatokea? got Ishmael. Akampata And God said, no, Ishmaeli. no, this is not your heir. Lakini Mungu akamwambia hapana, huyo sio. In the natural, everything was there. It was an impossible task for him to get a child. Kwa hali halisi ya kawaida ilikuwa ni kwamba haiwezekani kwa yeye kuwa na mtoto. So you got to understand Kwa inabidi what uelewe. God said in the spirit. Mungu anachokisema katika roho, In the natural, it's an impossible task. katika hali ya kawaida ni kitu ambacho But when God hakiwezekani. said it, Lakini Mungu aliposema, He does it. yeye Mungu akisema amesema anafanya. He knows how to change everything Anajua namna ya kubadilisha vitu and make things right. na anafanya vitu kuwa sawa sawa. So we find Abraham having a son. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa Ibrahimu anafikia kuwa Sarah, na who mwana. was called barren, is having a child. Sara aliitwa tasa kwa sababu hakuwa na mtoto. Why? Kwa nini? Because what God wrote about them in heaven, Kwa sababu Mungu alichowaandikia He mbinguni could not change it. hakuweza kubadilisha. And today, Na leo hii they are our father and mother of faith. hawa ndio baba na mama wa imani. Why? Kwa nini? Because they knew Kwa sababu walijua heaven wrote about them. mbingu imeandika kwa ajili yao. And that is why the Bible says, Ndio maana Biblia inasema Abraham believed God, Ibrahimu akamwamini Mungu and it was accounted to him as na righteousness. ikafanyika kuwa haki. You understand? Umenielewa? First, Kwanza he believed what God said about him. aliamini kile ambacho Mungu alisema And juu because he yake. believed it without seeing, Kwa sababu aliamini kabla ya kuona, it was counted to him righteousness. akahesabiwa haki. It was his, it belonged to him. Ilikuwa ni mali yake. And that is why he received it. Ndio maana akapokea. My prayer today, Maombi yangu siku ya leo, may God open our spiritual eyes Mungu afungue macho yako ya kiroho that we may see, ili tuweze kuona, we may understand that there is a thick veil before us, tuweze kuelewa ya kwamba kuna pazia zito mbele yetu. that it has to be removed, Hilo pazia inabidi that liondolewe we can see what is there in the Holy of all holies. ili sasa tuweze kupaona patakatifu pa And the patakatifu kuna moment nini. you see what is in the Holy of all holies, Utakapoona kilichopo patakatifu pa I'm patakatifu, telling you, nakwambia your mind will be changed. akili yako itabadilishwa, Your lifestyle will just change. maisha yako yatabadilika. Instead of murmuring, you'll begin to thank God. Badala ya kunungunika utaanza kumshukuru Instead Mungu. of fighting against people, you just will love people. Badala ya kupambana na watu utaanza kuwapenda. Why? Kwa nini? Because you know Kwa sababu unajua that you know kwamba unajua that you know kwamba unajua what God wrote about you. kile ambacho Mungu amekuandikia. May God bless you. Mungu akubariki It is sana. my prayer for you Ni today maombi yangu leo that you will understand the scriptures, ya kwamba utaelewa maandiko that you haya, will understand that God chose you, ya kwamba utaelewa kuwa Mungu and that you alikuchagua need to seek God, na kwamba inabidi umtafutie and you Mungu will find Him. nawe utampata. God bless you. Mungu akubariki I'll see you sana. tomorrow. Tutakuona kesho.